Market iko na njia zake mzazi. Leo tuko na Great British Pound versus Euro USD. Acha twende tuvunje tuone njia za market tunazipataje ili tuweze kutusaidia sisi kwenye kufanya prediction. Sawa? So moja kwa moja tutatoka bwana. Mehama hapa hiyo. Tuko hapa, sorry for that. Tutoka hapa tutaenda kwenye monthly time frame, then after all nabidi nifute kila kitu, control B, control A, then delete. Sawa, nita zoom ili tuweze kuona jinsi ambavyo nimepata key levels zangu. So kitu cha kwanza tunakifanya, tunachora key levels kwenye the previous data ambayo ni kwenye closing price, kwenye opening price. Tachora mstari wangu mwingine kwenye the highest price, tachora mstari wangu mwingine kwenye the lowest price. Then what next? Nitafuata kusema tuna reduce ile gap hapa katikati. So nita consider each kipande hapa, nitaweka my key level. Nita consider kipande hiki hapa tena, nitaweka my key level. Hizi key levels zina act kama support and resistance. Sawa. Kwa hiyo ndo maana naziweka in a way kwamba zifanane ratios ili ziweze kutupatia gaps ambazo zinakuwa ni meaningful wala sio uchafu, right? Tunatoka hapo tutaweka hapa juu, hapa kwenye hizi highest price moja tu. Kwa sababu gani tunaongeza huko juu? Tunakuja kuona kwamba the last candle ilifungia hapa, that is to say the opening price ita range kwenye maeneo haya. And then what next? What if the price goes up? Hilo ndo swali ambalo inabidi ujiulize as a trader, kwamba ikienda juu tayari na key levels na vitu ambavyo naweza nikatumia kama support and resistance, ikishuka chini na vitu ambavyo naweza nikatumia kama support and resistance too. So what next? Hapa tunafuata kuweka mstari wetu mmoja kwenye hii candle ambayo ipo live hapo. Sawa. Mtu anaweza kauliza kwa nini hapo hujatumia weekly time frame? Tunakuaga na zile gaps, labda ni opening gap, unakuta wiki inafunguka inaanzia chini kutokea pale ilipofunga the last week. Hiyo inatokana na nini? Inatokana na kwamba market huwa ina push Jumamosi na Jumapili, lakini kwa kiwango kidogo, let's say. Ndio maana wanakuwa wanafunga tofauti na volatility. Kila wiki market inakuwa inaendelea, hatuna weekends. Sawa. Kwa hiyo sasa hiyo gap ya siku mbili ndio inasababisha labda kuwa na gap up ama gap down. Sawa, kwenye opening, kwenye opening gap. Sawa. Kwa hiyo sipendi ku trade hivyo vitu kwa sababu vitakuja kule vinachanganya. In short, wapo na trade vizuri, I appreciate, lakini on my side I don't prefer to trade them. So ukishamaliza hapa kwenye monthly time frame, kitu ambacho unafuata unakuja ku drop kwenye daily time frame. Sawa. Drop kwenye daily time frame, hapo utaangalia kama market yako huielewi ama unaielewa. Sawa. Ukiona huielewi na kuchanganya, unaweza ukaja kwenye forex. Sawa. Forex itakupa picha kwamba mstari wetu tulichora hapa ni mwezi ulikuwa unaanza, ndio maana tulichora kwenye current candle. Kwa hiyo mstari utaenda kustick kwenye siku ya kwanza ama kwenye masaa 4 ya kwanza tangia mwezi ulipoanza. So tangia mwezi ulipoanza, hizi ndo zilikuwa key areas zetu ambazo tunakuja kuona price inakuja, it is either ivunje ije chini au ivunje ije juu. Sawa. Kitu ambacho nataka niwaambie ni nini? Kwenye mistari yetu haimaanishi kwamba price ikifika hapa lazima ibounce huku, au price ikifika hapa ni lazima ifanye speed reverse au kitu gani. Sawa. Kwa situmii hiyo kama factor. Ni kwamba price inaweza ikafika popote, lakini hizi area ndo area ambazo zinakuaga na reaction mara nyingi, kwa sababu ni tunaziita point of determinations. Sawa. Hapa unakuja kuona reaction kama hii. Sasa ni wewe tu na kichwa chako, mshindo ku trade, mshindo kuamua jambo, ukajua mna buy vipi, mna sell vipi, jambo rahisi. Sawa. Ni wewe na nani na kichwa chako ndio inabidi muwasiliane vizuri. Sasa ukajua mnatumia vipi hizi information ambazo mnazipata kwenye sehemu kama hizi. Sawa. Like my dominance hapa works in a very good way. Sawa.
This is my strategy, kwamba tunaangalia the last bullish candle tunaiweka hapa, tutakuja kuangalia the lowest. Nimefanya hii video na maelezo mengi, utaipata kwenye video zangu nyingine, kwa hiyo you can just go and check. Utakuja kuona kwa sababu gani tunatumia hizi key areas, sawa, ili kupata vitu ambavyo tunavihitaji. So cha msingi ni nini ambacho inabidi ukichukue hapa? Cha msingi ambacho inabidi ukichukue hapa ni kwamba hizi ndo njia ambazo tuna expect market itapita. Hatujui itaenda chini, hatujui itaenda juu, lakini kwa kitu ambacho tunakifanya tunasema tuna trade logic. Kwa hiyo mfululizo wa logic ndo ambao utatubeba sisi kwenye kuchukua maamuzi yetu. Hatuchukui maamuzi kwa hisia, kwa sababu candles zinaongea. Tujifunze kuziongelesha, tujifunze the language of trading. Thanks for watching. This is Algo, na hii itakuwa video kwamba so ya mwisho. Hizi ndo key areas zako ndo ambazo nataka nikwambie, so you can just kunifuatilia, you can just comment kwenye sehemu ambapo hujaelewa, ili nikapata kusaidia. Na if you find this helpful, you can like and subscribe. Thanks for watching.